Wapo watu wengi ambao wamepata changamoto baada ya kupata mafanikio yao. Na mafanikio yako ya leo yanaweza kuwa chanzo cha kutoendelea kwako kesho. Mafanikio yako ya leo yanaweza kuwa chanzo cha maangamizi yako. Mafanikio yako ya leo yanaweza kugeuka sumu katika maisha yako. Yanaweza kugeuka silaha ya kuangamiza wewe mwenyewe. Wapo watu wengi ambao wamekuwa wakisherehekea kila hatua ya mafanikio yao katika maisha kiasi cha kusahau kama maisha bado yanaendelea. Wapo waliopata ulemavu kwa sababu ya mafanikio madogo walioyapata. Wapo wanaoishi na magonjwa sugu kwa sababu ya mafanikio madogo walioyapata. Na wapo pia wanafunzi wengi waliomaliza vyuo vikuu wakasherehekea kumaliza, wakaona hatua yao ni nzuri, wakasahau kuwa elimu ni bahari na haina mwisho. Wakafikiri mwisho wa bahari ni Mzumbe, wakafikiri mwisho wa bahari ni Udizim, wakafikiri mwisho wa bahari ni Udom, na matokeo yake elimu yao haiwasaidi. Swala la kukumbuka tu katika maisha ni kwamba wengi wanaopata mafanikio makubwa katika maisha yao huwa si watu wa kuridhika na mafanikio madogo madogo. Ni watu ambao hata wakivuka katika hatua moja wanaona bado wamechelewa. Ni watu ambao hata wakivuka katika hatua nyingine wanaona kama wanastahili hatua ya juu zaidi. Ni watu ambao bado wanaona wanadeni hata mbele za Mungu. Wanaona wanastahili kuendelea kupambana zaidi na zaidi kwa sababu maono yao yanakuwa ni makubwa, na wanaona kile walichokipata kidogo hakistahili kufurahiwa kiasi cha kumkufuru Mungu, kiasi cha kuumiza afya zao, kiasi cha kuwaumiza wengine, kiasi cha kuumiza jamii, kiasi cha kuwaumiza ndugu, jamaa na marafiki. Si kila maskini wa leo alikuwa maskini jana. Wengine umaskini wao umetengenezwa na utajiri wao wa jana. Si kila mlemavu alikuwa mlemavu juzi. Mwingine ulemavu wake umetengenezwa na mafanikio aliyoyapata juzi. Si kila mtu unayemwona ni mnyonge kwamba juzi alikuwa hana raha na alikuwa hana amani. Alikuwa na amani, pengine mafanikio yake ndio yamemfanya akose amani siku ya leo. Ndio maana ukisoma kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10, Mungu alipomuuliza Mfalme Suleiman ampatie kitu gani, Mfalme Suleiman akamwambia Mungu, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi, basi nipatie hekima na maarifa. Aliomba hekima akimaanisha awe na matumizi mazuri ya nguvu na uwezo aliopewa, awe na matumizi mazuri ya mamlaka aliyopewa na Mungu, awe na matumizi mazuri ya hatua alizovushwa na Mungu, awe na matumizi mazuri ya karama aliyopewa na Mungu. Na wewe siku ya leo nakuombea ukawe na hekima juu ya hatua ambazo Mungu kakuvusha tofauti na watu wengine. Ukawe na hekima juu ya fedha alizokupa tofauti na watu wengine. Ukawe na hekima juu ya mamlaka aliyokupatia. Ukawe na hekima juu ya kipawa alichokupatia. Utajiri wako, karama yako, uwezo wako, ujuzi wako vinaweza kuwa sumu kama huna hekima katika maisha yako. Vinaweza kuwa hatari katika maisha yako. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera and the top is for you. Thank you.